Clouds TV, empowering lives. Leo tunazungumzia kwa Kiingereza resist that bondage. Mwambie mwenzako resist that bondage. Step out and enter into your destiny. Resist, kataa. Sema kataa. Hiyo maisha wamekuweka ndani. Hiyo maisha wamekufungia, kataa. And move forward, for the grace of God is with you. Hiyo mikoba walikwambia utaishi katika hali ya kutembea, resist, because God is doing something. Maisha ambayo wamekuweka, kataa. Bwana Yesu asifiwe sana. Walisema hakuna, hautafaulu, kataa. Walisema hautaendelea, kataa. Kama hauna bwana, sema nitakuwa naye. Kama hauna mke, sema nitakuwa naye. Kama hauna kazi, sema nitakuwa naye. Kama hauna kanisa, sema nitakuwa naye. Na kama haujaokoka, sema nitaokoka leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, tusome kitabu cha Isaia 61. The Spirit of the Lord is upon me. Roho wa Bwana yuko juu yangu. Sema roho wa Bwana ako juu yangu. Yani ako juu yangu. The Spirit of the Lord is upon me. The Spirit of the Almighty God is on me, because he has chosen me to serve him. Hallelujah. Roho wa Bwana yuko ndani yangu, because he has chosen me. He has done what? He has chosen me. Mwambie mwenzako, nimechaguliwa. Nimechaguliwa katika kumwabudu Mungu, to serve him, kuwa mtu ambaye atatumikia Mungu. Roho wa Bwana amenichagua. Mungu amenichagua. Mimi si mtu wa kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. The Spirit of the mighty God is on me, because he has chosen me to serve him. He has sent me to tell good news to the poor people. Amenituma kukuja niwaambie watu ambao hawajiwezi kama hawa. Niwaambie there is good news. Kuna Mungu aishie. Kuna Mungu mwenye anabariki. Kuna Mungu mwenye anainua. Kuna Mungu mwenye anasaidia. Kuna Mungu mwenye anabadilisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Ati katika hiyo hali yako ya ulema, hiyo hali yako ya upovu, hiyo hali yako ya kutosikia, God is still there. Katika siku ya leo, the topic tunazungumzia kuondoka kwenye umateka. Kuondoka kwenye nani? Umateka. Maana hali ambayo unaiishi leo, hiyo sio hali Mungu alitaka uishi. Hiyo mipango wamekupangia. Maana walikupangia, wakakudharalisha, na wakasema hautafaulu katika maisha yako. Leo nimekuja kukutangazia ya kwamba utaondoka kwenye maisha hayo. Katika hiyo hali ya umasikini walikuweka, nimekuja kukutangazia lazima umasikini utaondoka. Katika hiyo mipango waliinua katika maisha yako, Biblia inasema ya kwamba amenitia roho yake nikuje nikutangazie ya kwamba utaenda kuachiliwa leo. Utaenda kufunguliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Mwenyezi Mungu amenijaza roho yake. Maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakufu, akanituma niwaletee wanaokandamizwa habari njema, niwatibu waliovunjika moyo, niwatangazie mateka kwamba watapata uhuru, na wafungwa kwamba watafunguliwa. Mwambie mwenzako, leo ninafunguliwa. Leo ninawekwa huru. Leo ninabarikiwa. Mimi ambaye nimevunjika moyo naenda kupata moyo mwingine. Ninaenda kubarikiwa tena. Maana God has said. Na hiyo ndio kitu nataka tuelewe sana. Katika maisha ambayo tuko saa hizi, ni maisha ambayo tumeyapelekewa. This is not our life. Hatukuumbwa tukae hivi tumekaa. Hatukutengenezwa tukae jinsi ambavyo tuko. Haukutengenezwa utembeage kwenye wheelchair. Haukutengenezwa utembeage kwenye miti. Haukutengenezwa ukae ukiwa single. Haukutengenezwa ukae masikini. God had a plan for you. Mungu alikuwa na mpango mzuri, mpango wa kubadilisha maisha, mpango wa kukuinua. Maana wewe si mateka, wewe ni tajiri. Wewe si maskini, wewe ni mtu aliyebarikiwa. Wewe ni mtu ambaye ako na mbele. Maana kila kitu kilichoumbwa na Mungu kiko na kusudi ya Mungu. Kila kitu ambacho Mungu alikitengeneza kiko na kusudi yake. Bwana Yesu asifiwe sana.
katika maisha yetu, ujana wetu wote uko na kusudi la Mungu. Umama wetu, usichana wetu, uvulana wetu uko na kusudi la Mungu. Na hilo kusudi la Mungu ndilo nimekuja kukutangazia ya kwamba Mungu amesema anaenda kukuregesha. Lakini ni lazima tuelewe ya kwamba Mungu ndiye akufungue, lazima pia na wewe ujifungue. Hawezi kufunguliwa kama bado wewe ni mateka. Hawezi kufunguliwa kama bado wewe umenaswa. Kwa maana kuna watu tulishikwa mateka na bado tunakaa kwenye ule umateka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu tulishikwa mateka na bado tumekaa katika ile hali ya mateka. Sasa tuangalie. Basi akasema nimekuja mimi kama Mwenyezi Mungu amenituma, ameniweka roho. Kwa hivyo ndio kufunguliwa, ndio kubadilishwa maisha, lazima roho wa Mungu ashuke kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jiulize roho, hebu jiulize. Unaweza kuwa uliza wewe. Unaitwa nani? Mjiulize, kila mtu ajiulize. Ajitaje, jiite kwa jina yako. Unaweza kuwa ndani yako roho ya Mungu wako. Maana ndio uanze kufunguliwa, roho wa Mungu lazima kuwe ndani yako. Hiyo ndio chanzo cha wewe kufunguliwa. Ndio chanzo cha wewe kuondoka kwenye hiyo maisha unakaa. Roho wa Mungu lazima aingie ndani yako. Hiyo ndio kitu, step number 1. Number 2, maana Mwenyezi Mungu ameniweka wakfu. Number 2, lazima uwekwe wakfu. Lazima ukuwe umeletwa na umezikirwa na damu ya Yesu Kristo. Umewekwa, umetoanishwa, umeondolewa kwa wale wengine. Ndio wewe ufanyike wakfu. Kuwa wakfu ni kama umewekewa signature. Mungu amekusema wewe ndio utakuwa. Amesema na amekuteua na ameamua ni wewe. Hiyo ndio kuwekwa wakfu. Kwa hivyo ukipata roho ya Bwana amekuwa juu yako, lazima uwekwe wakfu. Meaning lazima utegwe kutoka kwa wale wengine. Lazima usikuwe mtu wa kawaida. Lazima ukuwe mtu ambaye ni wa kiungu, mtu akiwa ni wa kibinguni. Ndio Mungu ndio uweze kufufuka. Lazima ukuwe mtu wa kibinguni, mtu mwenye ambaye ako na sheria mpya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sheria za binguni. Mwambie mwenzako leo unaenda kufufuliwa. Namba 3, akanituma. Lazima utumwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utumwe. Kama haujatumwa, hauwezi kuweza kufunguliwa. Lazima Mungu akupatie mamlaka. You must have a sign. Lazima upate signature. Lazima upate kibali cha mbinguni. Cha wewe ndio ufunguliwe. Lazima kibali kitoke mbinguni. Mungu akakutuma. Mungu akaachilia mamlaka yake. Ndio hiyo mamlaka ikufungue. Ndio wewe ukuwe mtu tofauti na wengine. Lazima mbingu ikubali. Wakati wa mbingu kushuka na kubali, inaendana na majira ya Mungu. Mungu ni Mungu wa majira, wa nyakati na majira. Na wakati wako ukifika wa kufunguliwa, lazima mbingu inene, na mbingu ifanye, na mbingu itende, na mbingu itoe sauti, ndio wewe utolewe. Kwa hivyo usijali ni kwa nini umekaa siku hiyo yote ukiteseka. Usijali ni kwa nini umekaa siku hiyo yote hauendelei mbele. Ni kwa sababu majira na nyakati hazijafika. Wana wa Israeli walikaa miaka 400, wameteseka, wameteswa, wamenyaliwa, wamefanya vituko vibaya sana. Lakini wakati wa kutoka hakuna hata sekondi moja ilipita. Wakati wa kuondoka hakuna hata 1 minute ilipita. Wakati wa kuondoka ilipofika, waliondoka. Nataka nitangazie mtu mmoja siku ya leo ya kwamba wakati wako wa kufunguliwa ndio huu umefika. Kama uko tayari, pokea. Kama uko tayari, pokea kufunguliwa kwako. Kama uko tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hautaishi maisha hii. God has a good plan for you. He has a good reason for you. He has an agenda. That is why anasema Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4. Anasema akanituma niwaletee wanaokandamizwa habari njema. For you to have been set free, lazima neno la utukufu wa mbinguni liwe juu yako. Lazima kuwe na habari njema. Lazima kuwe na nini? Habari njema ya kwamba leo utafunguliwa. Kwa hivyo kuna lazima, there must be a gospel that will set you free. Bwana Yesu asifiwe sana. The word of God must be upon you. A word of God must come to you. Kwa hivyo don't worry of what is going on. Don't worry on what is happening in your life. Whatever that is happening in your life is temporary. Sio haitakaa sana.
wakati Mungu atatuma malaika juu yako, atakaye kuwa na habari njema ya kukuambia kilichokuwa kikufanya ulie kimefika mwisho. Na kutoka sasa hautalia tena. Utaenda kumsifu Mungu, utaenda kutangaza Mungu, utaenda ukisema ya kwamba Mungu amenitendea, Mungu amenifaulisha, Mungu amenitendea. Yaani akawaambia wanaokandamizwa nitawaambia habari njema, nitawatibu waliovunjika moyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumaanisha nyinyi ambayo mmevunjika moyo siku ya leo, kuna kutibiwa, mnaenda kutibiwa. Kuna kitu kinaenda kutendeka. Kuna mambo yanaenda kubadilishwa. Mikanda waliokuwa wamekufunga nayo, nyororo walikufunga nayo, keji walienda wakakufunga, jela walikuweka ndani, hizo jela zinaenda kuvunjika leo, zinaenda kusambaratika. Maana utatibiwa leo. Leo moyo wako utatibiwa. Leo mwili wako utatibiwa. Leo hatima yako itatibiwa. Maneno waliandika ya kwamba hautafaulu yanaenda kufutwa leo. Utafaulu. Utafaulu. Mwambie mwenzako utafaulu. Biblia imesema. Neno limetoka mbinguni limesema unaenda kufaulu. Neno limetoka mbinguni limesema unaenda kubadilisha maisha yako. Neno limetoka mbinguni limesema kila kitu walichokisema kinyume na maisha yako leo imebadilishwa. Waliosema unaenda kuanguka, Bwana amesema unaenda kuinuliwa. Waliowacha kama wamekuweka ndani ya shimo, Bwana anasema leo umetolewa ndani ya shimo. You are no longer held captive. Wewe si mateka tena. Wewe hauko kwenye jela za watu wa dunia. Wewe hauko kwenye mipango ya shetani. Mungu amesema ya kwamba unaenda kuachiliwa leo. Bwana Yesu asifiwe. Niwatangazie mateka kwamba watapata uhuru. Yaani kumbe walikuwa wamenyakua uhuru wako. That is why the reason hata kufikiria ulikuwa unashindwa kufikiria. Hata kupanga ulikuwa unashindwa kupanga. Maana walikuja wakakukamata, wakakufunga, wakakuweka kwenye cage, wakakufungia kwenye kanyumba, wakakukalisha kwenye kanyumba. Unapotaka kutoka wanakuambia usitoke. Unataka kufanya jambo wanakuambia hakuna. Ukitaka kuenda wanakuambia hauendi. Ukitaka kusimama wanakuambia hausimami. Wamekuweka kwenye jela. Kwenye kazi yako walikuweka jela. Kwenye huduma yako walikuweka jela. Kwenye ndoa yako walikuweka jela. Hauna uhuru wa kufanya, hauna uhuru wa kusimama, hauna uhuru wa kusema. Maana walisema ukijaribu kusema ngwe, wanakuambia tutakuondokea. Leo ni siku ya kukata nini? Leo ni siku ya kukata nini? Kama walikuwa wamekufunga, unajua kuna kule kwenye dini kama hii, unakuta kuna wazee wa kanisa, kuna wamama wa kanisa, kuna mapasta ndani, viongozi ambao wamekukamata, wanasema sisi ndio tumekushikilia, sisi ndio tunasimama na wewe. Sasa ukijaribu kufanya maamuzi wanakuambia jaribu tu na sisi tukuondokea. Unajua sisi ndio tunatoaga tithe. Na ile sadaka mingi, unajua sisi tumesimamia mradi wa kanisa. Ukiendelea maneno kama hiyo apostle, tutaondoka na utakosa watu wa kukusaidia. Nataka nitangaze leo, niko tayari kuondoka kwako. Niko tayari kuvunja mikanda. Niko tayari kutokuwa na wewe. Nifuate Mungu wangu. Nifuate Mungu aliyenituma. Maana Mungu wangu si maskini. Mungu wangu ako na power. Mungu wangu ako na nguvu. Mungu wangu anaweza. Mungu wangu anabariki. Mungu wangu anainua. Ukikaa kama umebanwa, umefungiwa kwenye ndoa yako, hauongei. Maana mzee akikuja na kuuliza umetoka wapi, na ni saa 12 unashida, utamwambia umetoka wapi? Ukitoka asubuhi lazima umwambie unatoka ukienda wapi. Halo. Ukitoka kila kitu nasikia mama, ukienda kufanya nini akwambia mama nakuuliza mlikuwa mnaongea na huyo mwanamke, mlikuwa mnaabiana nini? Yaani umekaa kwenye familia ambao wamekufunga, maana kwa sababu hauoni, maana hauwezi kutembea. Kuna watu wamekushika mateka, wanasema lazima uelezee. Hauwezi kutoka bila ruhusa yao, hauwezi kuenda bila ruhusa yao, maana wanajua haujiwezi. Wanajua haujiwezi. Leo nataka niwatangazie habari njema, unajiweza. Wewe si Mungu. Waambie wao si Mungu. Yeah, you are not called to control my life. God knows me
and he knows why I am here. God knows me and he knows the reason I am here. I am here. I'm not here by fluke. Yeah, he knows my name. Yeah, touch your neighbor, mwambie he knows my name, man. Ongea Kizungu mzuri. Touch your neighbor and tell him he knows my name, man. Yes, he knows my name. Yes. Hata kama unaona natembea na mti, hata kama unaona natembea na kamuti sione, hata kama unaona ninashikiliwa, hata kama unaona na sijui kusimama, Mungu wangu anaelewa mambo hayo yote. Na ndio kwa maana ameniweka hai, ndio kwa maana amenitunza, kwa sababu mimi ni chombo chake katika utukufu wake. Yes, your God knows you by your name. He knows the reason you are existing. He knows why you are here. You don't need anybody to be around your life for your life to move on. You don't need any support from anybody for your life to move on. You need one master, the master of all masters, the king of all kings. Oh, the Lord of all lords. Unamhitaji peke yake. Huyo peke yake ndio ako na right, ndio ako na mamlaka, ndio ako na pusha, ndio ako na kufanya mambo yote katika maisha yako. Hayategemei mama yako, hayategemei baba yako, yanategemea Mungu aliye mbinguni. Mwambie huyo raia mko karibu naye, mwambie raia. Muangalie tu kwa macho. Mwambie wewe raia, au usinitishie maisha yangu mimi. Denangai. Mwambie denangai, mwambie kwa lugha yako denangai. Denangai munene, gai munene. Mungu mwenye hawezi kumtupapatisha, Mungu ambaye huwezi kumburutisha, Mungu ambaye hawezi kumtishia. Huyo Mungu alikuwa na Yosefu wakati walimweka ndani ya jela. Walifikia wamefunga maisha yake, wakamuuza wakifikiria maisha imeisha, wakamuuza wakifikiria mambo yake imefika mwisho, wakamuuza kwa mama anaitwa mama wa Potifa. Naye mama akasema ameona TDH, akasema ameona kakijana kuburudika nako, kakijana akasema ngos mimi sitakuburudika. Mama akasema naenda kumaliza huyo, akawekwa ndani ya jela. Kumbe Mungu ana mipango mizuri. Mungu ako na mipango ya kukusaidia. Usijalishwe na vile wanakufanyia, usijalishwe jeli ambao wanakufanyia, usijalishwe na messages wanakutumia, usijalishwe na mauchuku zile wako nazo. Wachekelee. Matigagotishe. Matigagotishe. Kariyo makorora ga ukagituria bula. Niyo makorora ga gituria bula lekagwa. God has a way of doing things. Kakijana kanaitwa Joseph kaliambia mtu tu dream yake, just a dream. Wakaanza kumuita the dreamer. Hallelujah. Haijalishi wale wanakuitaka namna gani. Kama wanakuitaka the dreamer, that is your title. Kama wanakuitaka nini, that is your title. Whatever name they call you, embrace it for the positivity, because God has a plan for you. When they called him a dreamer, they went to sell him. Kukapatikana wakati walitaka kumuua, Mungu akatuma watu wakuja kununua. Hallelujah. These men were not anywhere. God created them. Hapo wakakuja. They were no people. Hakuna watu walikuwa naenda, hakuna watu walikuwa na pita huko, hakukuwa na mpango ya watu siku hiyo kupita. Lakini wakati walienda kuguza, waliamua, wakasema wanaenda kuua the anointed, mtumishi wa Mungu. Wanasema sasa leo ndio siku ya kuua, siku ya kumaliza. Oh my God. Mungu immediately cabinet ya bikuni ilifanya harakati harahara, wakasema mtu wetu anaenda kuuliwa, tafuteni watu wa kununua huyu mtu. Na watu wakawekwa pesa kwa mfuko. Jamaa wakipita wakasema kuna watu wanaweza nunua, ndio wale, na wakakuwa wako na pesa. God will cause people in your life ambao hawakuwa in the plan, hawakuwa in the agenda. Wakati walikuwa wanataka kukumaliza, kutokelezea tu mtu mmoja akuja kushike mkono, akwambia tuende, hautauliwa, hautamalizwa. Kuna mtu tu mmoja atatumwa kwako, kuna mtu anatumwa kwako, kuna mtu anatumwa kwako. Huyo mtu haumtarajii, huyo mtu sio wa familia yenu, huyo mtu sio wa klasi yenu, huyo mtu sio wa kabila yako. Ni mtu atatumwa kutoka kwa kabila ya mbinguni, akuje akuokoe, akupeleke mahali unastahili. Hawa watu hawakuwepo. Hakuna watu walikuwa kwa hiyo barabara yote. Lakini wakati walitengeneza maakili, wakasema tuue huyu jamaa. Oh my God.
Benjamin kakatumwa haraka kwenda rescue. Benjamin akatoka akakimbia pale, wakakosa. Benjamin alipofika pale wakakuta mipango imeendelea ya kuua huyu kijana. Akasema badala tumuue, wacha tumuuze. Kuna mtu atakuja wakati wamekuacha, wakati wamekutenga, wakati wamekuvurudisha, wakati wameacha kama wamekumalizia. Maana kazi yao ni kukuja kusimama na ministry ndio waimalize wakiwa ndani. Kazi yao ni kukuja wakae kama magirlfriend ndio wakumalize wakiwa ndani. Kazi yao ni kuja mfungue kazi pamoja ndio wamalize kutoka ndani. But I want to tell you today that God is there for you. God is there for you. Hawatakumaliza, hawataweza. Maana Mungu wako na plan B, wao wako na plan A, lakini Mungu yuko na plan B. Hawatakumaliza. Their plan is A, God's plan is B. Yes, na Mungu akiingia kwa B, wameishia kwa A. Maana Mungu wako na option ya C, atakuwa na option ya D, atakuwa na option ya F, mpaka option ya Z. Kwa hivyo furahia wakati wako kwa option ya A. Wakati wako na plan A, furahia, weka Mungu B. Mungu ameweka wall. Hawatatumia plan nyingine. Plan yao itakuwa imeishia hapo. Plan yao itakuwa imeenda, imesambaratika. Kumbe hii inakuanga roho. Wakishindwa hao ambao wameshindwa, naye shetani anapanga mipango mingine. Kumbe kuna roho lazima tuivunje leo. Kumbe roho ya kuonewa lazima tuivunje. Ndio kwa maana Biblia inasema ya kwamba roho wa Bwana ako juu yangu, kwa sababu huyu roho lazima akuandame, lazima akufuate mahali popote unaenda. Maana watakuandama kupitia kwa roho, watakuandama kupitia kwa mipango hiyo, watakuandama kupitia kwa mipango mbalimbali. Wakiondoka kwenye hii spirit, wanajuka kwa spirit ya pili. Wakishindwa na hii spirit, wanaruka kwa spirit nyingine. Walipopanga kumuua, mtu akakuja akanunua. Alipoenda kuuzwa, aliuzwa kwa mama anaitwa Potifa, na bado mama alitaka kuua kijana. Hallelujah. Mwambie neighbor, you must resist tonight. Lazima ukatae. Mwambie neighbor, leo lazima tukatae. Mwambie neighbor, leo lazima tukatae. Hiyo tabia lazima tuachane nayo. Hiyo maneno tuachane nayo. I have to resist tonight. Ambie mwenzako, fanya hivi. Kaa hivi kisema. Mwambie resist. Mwambie resist that bondage. Yani mgusaguse hivi, mwambie resist. Kataa kuonewa. Kutembea na miti sio kumaanisha wewe si binadamu. Kutembea na miti, disability is not inability. Mtu asiseme wewe ni kiwete. No, hakuna kiwete duniani. Hakuna. Resist. Useme Mungu alinitengeneza hivyo, kwa sababu hivyo ndivyo kuna stahili. Mungu alinitengeneza hivyo ndio niweze kukaa kwenye mipango hiyo. Nimekataa kuonewa, nimekataa kutumiwa, nimekataa kushughulikiwa kishetani. Joseph alikataa, akasema kula ni kuzuri lakini siingii. Mwambie mwenzako, siingii kwa mtego huu. Huu mtego sitaingia. Mtego sitaingia. Digotonya. Sitaingia. Mwambie mwenzako, sitaingia kwa hiyo mtego. Fanya kama liko kidogo, kakosi kidogo. Sitaingia kwa hiyo mtego. Maana mama alikuwa amejua sasa, kumbe si mama, ni spirit. Ilihama kutoka kwa ndugu zake, ikaenda ikaingia ndani ya mama. Kwa hivyo usilaumu huyu alikuwa anataka kuweka kwa mtego. Pambana na spirit iliyoko ndani yake. Pasua spirit iliyoko ndani yake. Ing'oe, kwa sababu mtu mwenyewe ni mzuri, lakini spirit iliyo ndani yake ndio imetumwa. Ndio kwa maana Biblia imesema, naye roho wa Bwana akakuja juu yangu, ndio niweze kutambua hii ni spirit. Niweze kutambua huyo si mtu, ni spirit ambayo iko ndani yake, na ndio imetumwa ikuje inimalize, lakini haitaweza. Yes. Mwambie haitaweza.
Sema haitaweza. Thank you. Nitoleka mara ya osha. Wacha nikwambie, baada ya hapo Josefu, Mungu akikuwa na mpango na wewe, akuwe na agenda na wewe, akuwe na reasoning na wewe, hata wafanye nini, hata waame wakuache, hata wakutendee nini, wakupangie ma-accident, wakupangie makejeli, wakuite wanasisti, wakuite chochote ambacho wanakuita, this God has a plan. Lazima atakuchomoa, lazima atakuondoa. Wakati Potifa alikuja, mama aliambia Potifa, hiki kimutu ambacho ulikilete hapa, angalia venye kimenifanyia, angalia kimeingia kwa duka yako, already kimevunja duka, kimeingia ndani ya duka, kimekula asali ya duka, kimekula biskuiti, kimemaliza. Wewe unafanya nini? Uabudu. Maana ile spirit ya kuua bado inafuata jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe wale vijana hawakuwa wabaya. Ni spirit. Unaweza kuua uwe mwema. Maana mimi wakati nilikuwa Mungeke, walinipiga marisasi wakaacha kama nimekufa. Halo. Wamenichepeleka jela mara 52. Imagine 52 times. Nimepelekwa jela 52 times. Hakuna jela iko Kenya hii sijapelekwa. Kumbe ni spirit ilikuwa ndani yangu. Nilikuwa mtu mzuri. Nidalikimudukiega. No, the spirit ambayo ilikuwa imewekwa ndani yangu ndio ilikuwa inatenda maneno mabaya. Usijali na huyo mtu ambaye anakutendea vibaya. Muombee tu, Mungu anaweza kumsaidia. Muombee tu, kwa maana yeye yako mateka. Ndio kwa maana Roho ya Bwana anasema yuko juu yangu, ndio niende nikawatangazie watu habari njema, niende nikawatangazia watu ya kwamba kuna kufunguliwa. Sema kuna kufunguliwa. Baada ya sasa sifika batuko pamoja mpaka hapo. Alafu walipofika sasa ni kumalizia kakijana, maana mama amechocha mzee na akaambia mzee, wewe usipofanya action. Aliuliza mzee, yani action yako unafanyaga ukifanywa nini? We reactaga weka ate, yani unareacting ukifanya nini? Mama wa bibi ya Potifa alikuwa anauliza, wewe na ni askari mkubwa, unagusagwa wapi ndio uguswe? Yani mpaka saa hii hujaguswa, haujaona matendo ambayo nimetendewa. Mzee akaingiwa na Roho ya Bwana. Roho ile iliingia Benjamini, akasema badala tumuue, wacha tumuuze. The same roho inakuanga wakikupangia roho ya kuua, Mungu naye anakuanga napangia roho upande huu ya kukusaidia. Roho ya kukusaidia anatembea na wewe mahali popote utaenda, utatembea na Roho wa Bwana, maana Roho ya Bwana ako juu yako, anaenda kukusaidia, anaenda kukubariki. Wacha wakupangie tu, wacha wapange maneno yao, wacha wapange nia zao, wacha wapange klasi zao, wacha wapange silaha zao. Mungu anaziona, Mungu anatembea tu na wewe, anaongojea tu wakati wanakuja kufanya, anakuokoa. Usijalishwe. Don't be afraid. Do not be intimidated. Akamwambia Joshua, oh my God, akamwambia Joshua ya kwamba do not be afraid, no be dismayed, maana nimekupatia Jericho. Ninajua Jericho iko na watu, ninajua Jericho kuna watu, na watu ni wakali, wako na masilaha kukuliko, wako na nguvu kukuliko, lakini nimekupatia. Mimi Mungu wako nimekupatia. Mimi Mungu wako nitakupigania. Mimi Mungu wako nitakuwezesha. Joshua akaambiwa ya kwamba usiogope wala usifadhaike. Akaambiwa simama, nitatembea na wewe, maana Roho yangu wako juu yako. Ambia maadui, ambieni maadui zako, sema maadui, wakati wako ndio huu wa kuact. Mwambie wakati wako sahihi, anza kuact. Angalia, cheza kidogo, mwambie act sasa. Kaa kama Tyson, anza kurusha ngome, mwambie sasa you can start the game. I am with my Lord. Niko na Mungu wangu. Oh, niko na Mungu wangu. Anza ka game. Just start somewhere. Anza somewhere. Anza to somewhere. Anza to somewhere. Mwambie start from somewhere and see my God. Wakati mama amejua amefaulu na akajua kakijana kanaenda kuuliwa,
Basi Potifa naye akakuja, akaita maflying squad, wakapeleka kakijana, wakakashika, hata hakuna mamlaka, hakuna kotini, wakampeleka mpaka jela. Lakini kuna kitu kimoja walifanya ambacho yeye Potifa wala mama ya Potifa hakukielewa. Badala yao kupeleka kule industrial prisons, kajamaa kalipelekwa Kamete prison. Kule kulikuwa kunafugiwa royal kingdoms. Hamkunielewa vizuri. Badala ya Joseph kupelekwa jela za kawaida, haleluya, badala ya Yusufu kupelekwa jela za kawaida, walimushika wakampeleka ile jela inapelekanga wakubwa. Maana Josefu hakuwa mtu mdogo, alikuwa mkubwa. The spirit of God will locate where you belong. Hata kama utakuwa jela, but you will be located where you belong. Hautawekwa na mahabusu ambao hautawekwa na watu magaragaria, hautawekwa na watu wasiojiweza. Utawekwa na watu wa klasi yako, utawekwa na watu wa level yako, na wale ambao si wa level yako wataondolewa, ndio kuwekwa watu wa level yako. Watang'olewa. Wale walikuja wakakalia kete ndio waanze kukalia, watang'olewa. You can't walk when you are a royal kingdom. Wewe ni mtoto wa kifalme, hautatembea na magaragari, utatembea na power za kifalme. Hata kama utakuwa jela, utakuwa ukitembea na power za kifalme. Hata kama utakuwa njaa, utasikia njaa ya kifalme. Hata kama utakuwa umelala, hata kama umelala kwa kichaka, utalala kifalme. Hakuna siku hata moja shetani hatapata nafasi hata moja. Hatapata. Watakupangia wakumalize, naye Mungu amekupangia kukuinua. Haleluya. Wamekupangia kukuangusha, naye Mungu amepanga kukuinua. Wamekupangia umasikini, naye Mungu atamepanga kutajirika. Wamekupangia wewe hauna kitu, kumbe umepangiwa kuwa prime minister. Kajamaa kalipelekwa mpaka Kamete maximum. Kule masongo walikuwa wakifungiwa. Walipofika kule kwenye masongo, Mungu akaingia ndani yake, akaanza kumuotesha ndoto. Mwambie mwenzako kutoka leo utaanza kuota. Maana God will create a way where there is no way. Alijua haka kama mtu ni kainji nyingine. Sijui kama kuna mtu amewahi kuenda jela. Kama umewahi kuenda jela ndio unaelewa maana ya jela ya kufungiwa Tanzania. Ungewish ufungiwe Kenya. Tanzania na Kenya wewe bado utakuwa mfungwa, lakini afadhali ukiwa Mkenya, afadhali ufungiwe Kenya badala ya kufungiwa Tanzania, badala ya kufungiwa Uganda. Maana rights zote za mtu wa foreigner hawana hata kidogo. Hakuna mtu wa kukuletea kasabuni, hakuna mtu wa kukuletea katishu, hakuna ndugu yako wakuja kukuangalia kwa kioo. Unakuanga wewe ni wewe. Tangu siku ulifungwa utaishi huko ndani, hakuna mtu atakuona apart from judge na polisi, na utafungwa bila watu wenu kujua. Joseph alikuwa foreigner, lakini aliwekwa kule kwa masomo. Sema masomo. Ulipanga vibaya, lakini utawekwa mahali ambao utafungiwa, mahali utasongo wakikula. Sasa naye Mungu, jamaa alipowekwa kwa masongo, jamaa aliwekwa ndani ya masongo, naye majamaa walikuja. Unajua ukiwa jela na ukiwa na pesa, maisha yako inakuwa mzuri. When the favor of God is upon you, when the favor of God is upon you, watawacha nyumba zao hapo wamekufungia. Watakuja, mtakula na wao hapo mtakula na wao, na watachakula chakula chako, wataishi maisha yako, utawabwaga wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Joseph akiwa ndani, hawa masongo wakaanza pia kuota ndoto. Joseph naye akakaa pale, ndoto watu wameanza kuota. Kumbe Mungu atapanga mipango ya kupata wewe upate chakula. Atapanga mipango ndio uweze kukaa vizuri. Atapanga mipango ndio uweze kufaulu. Wao masongo waliokuwa ndani wakaanza kuota ndoto. Wakakosa ndoto, lakini wakakosa mtu wa kutafsiri. Wakasikia Joseph anajua kutafsiri. Wakaenda kwa Joseph, wakamwambia nimeota hivi na hivi. Joseph anasema leta kitu nikutafsirie. Mungu atakutengenezea kanjia mahali hakuna njia.
Atatengeneza kizima katikati ya desert katikati. Atatengeneza kitu mzuri. Atafanya watu wateseke kwa sababu yako. Atasema watu wagonjeke kwa sababu yako. Atasema watu wafanyike kitu, ndio ukuja uprovide na solution. Katika hiyo solution utapatiwa kitu. Katika hiyo solution utakula. Katika hiyo solution utakula. Sema nitakula. In the midst of a problem, kwenye challenges zote nitakula. Kwenye hakuna watu wa familia yangu nitakula. Nikiwa ndani ya jela in a foreign nation nitakula. Hata kama ni mke wa king amesema nifungwe, bado nitakula. Mungu atasababisha matatizo hao wakuwe na matatizo, nitakula. Lazima Mungu akaniambia ingia ndani ya city center, na ukifika ndani ya city center, jamani, nitakutumia ni hawa. Nitakupatia unga wa kula. Bethel Clouds TV, empowering lives.